anasema ndipo niliposema tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Sasa hilo neno mapenzi yako Mungu ni kama niyafanye makusudi yako hapa duniani, niyaishi makusudi yako. Anasema tazama nimekuja, tazama ndipo niliposema tazama nimekuja, na katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye makusudi yako Mungu. Hilo neno nimeandikiwa ukiliunganisha na mapenzi ya Mungu, maana yake limeandikiwa makusudi, lina maana mbili. Maana ya kwanza, kwa sababu hayo mapenzi ya Mungu ni kusudi la Mungu, kwa maana ya kwanza ni kwamba hilo kusudi ambalo nimekuja kulifanya lilishaandikwa, limeshaandikwa. Kwa sio kitu kipya, ni tayari kipo, kilishaandikwa kwa ajili yangu. Ndio maana ya kwanza. Nimekuja kufanya kile ambacho tayari nilishaandikiwa. Na ndivyo ilivyo pia kwa kila mmoja wetu. Hatujaja kufanya kitu kipya, tumekuja kufanya kitu ambacho tayari tulishaandikiwa, maana tayari kilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukifuatilia maisha ya Yesu unagundua ni halisi kabisa. Unagundua Yesu alikuja kufanya kile alichoandikiwa. Ndio maana Yesu amezaliwa, ameishi miaka 30, alafu hauoni anafanya chochote. Baada ya miaka 30 unaona anaanza kufanya vitu kwa miaka 3. Miaka 30 alikuwa anafanya nini? Alikuwa anajifunza Torati. Moja ya kitu kikubwa alikuwa anafanya, alikuwa anajifunza maandiko, na alikuwa anatafuta kile alichoandikiwa kwenye maandiko. Kwa hiyo alikuwa anatafuta ameandikiwa nini, kwa nini. Kwa alikuwa akisoma maandiko anagundua hiki nimeandikiwa mimi, na hiki nimeandikiwa mimi, na hiki nimeandikiwa mimi, na hiki alipovipata vyote alivyoandikiwa, ndipo akaanza kazi. Ndio maana unaona kwenye maandiko Yesu anaenda anabatizwa na Yohana Mbatizaji, alafu Roho Mtakatifu anakuja juu yake, alafu unaona Roho Mtakatifu anamuongoza jangwani, anaenda anakaa siku 40. Biblia inasema akashuka na nguvu za Mungu, akaenda moja kwa moja hekaluni, akachukua maandiko, kitabu cha Isaya, akafungua, akasoma palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu. Anasoma palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Alafu baadaye anasema haya leo yametimia kwenu. Maana yake alienda akatafuta alichoandikiwa, na akaanza kutembea kwenye kile alichoandikiwa, ambacho yalikuwa ndio makusudi ya Mungu kwa maisha yake. Amen. Na unaona anaanza kwenda miji aliyoandikiwa. Unaona akaingia mji fulani kama ilivyoandikwa, akafanya kitu fulani kama ilivyoandikwa, akaendelea kufanya kila alichoandikiwa mpaka anafika mahali anaenda msalabani. Yesu wakati anakaribia kufa akagundua kuna andiko bado aliandikiwa halijatimia, akasema nipeni maji. Wakamletea siki badala ya maji kama ilivyoandikwa. Alipotimiza kila kitu alichoandikiwa, ndipo Biblia inasema akaisalimu roho yake, akasema mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu akafa baada ya kutimiza kile alichoandikiwa. Ndio maana hapa anasema ndipo niliposema tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako, niyafanye makusudi yangu. Kwa hiyo hilo neno nimeandikiwa linamaanisha kusudi lake lilikuwa limeandikwa katika neno la Mungu kabla yeye kuwepo, lakini pia linamaanisha kusudi lake lilikuwepo kabla yake. Kusudi lake lilikuwepo kabla yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa baada ya kuweka utangulizi huo, nataka nianze kuzungumza mambo muhimu ya kuelewa au ya kufahamu kuhusiana na kusudi la kuishi. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na kusudi la kuishi, ambayo ninajua tukiyafahamu hayo yatageuza kabisa mtazamo wetu kwenye maisha na kuhusiana na kusudi la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza,
Na hapa yako mambo kama 12. Nitazungumza leo labda mmoja au mawili, alafu kesho tutaendelea mengine. Jambo la kwanza la muhimu la kufahamu kuhusiana na kusudi la Mungu kwenye maisha ya mtu. Namba 1, kusudi lako lilitengenezwa kabla yako. Kusudi lako lilitengenezwa kabla yako. Lilikuwepo kabla yako. Kusudi lako lilitengenezwa kabla yako. Haukuanza wewe, sikuanza mimi, lilianza kusudi. Alafu mimi nikafuata na wewe ukafuata. Lilianza kusudi, alafu mimi na wewe tukafuata. Siku zote kusudi la kitu huwa linakuwepo kabla ya kitu chenyewe. Siku zote kabla ya kitu chochote kuwepo, huwa kusudi la kitu linakuwepo kwanza. Kwa mfano, unaliona hili jengo liko hapa. Kusudi la jengo lilikuwepo kabla ya jengo. Kimsingi hili kusudi la jengo lilianza zamani kabla tunasali kule jangwani. Likawepo kusudi la kuwepo hapa. Lile kusudi ndio lika drive kutafuta eneo. Lile kusudi ndio lika drive namna ya kufanya. Lile kusudi ndio likaendesha namna gani pesa zipatikane. Lile kusudi ndio likaendesha namna gani ili jengo lijengwe. Lakini leo tuko hapa, tunachokifanya leo kilikuwepo ndani ya moyo wa Bishop kabla ya sisi kuwepo hapa. Kwa sababu kusudi huwa linaanza kabla ya kitu kuwepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hujaliona jengo, kusudi la jengo huwa linakuwepo. Watu huwa hawajengi jengo alafu ndio aanze kufikiria hivi hili jengo nitafanyia nini. Hakuna mtu anafanya hivyo. Huwezi kujenga jengo kama holi hivi alafu baadaye unajua nitafanyia nini? Hivi itakuwa labda itakuwa nyumba ya kuishi. Unagundua nyumba ya kuishi wanaishije hivi kwenye holi. Uanze tena kugawanya tena. Hakuna mtu anafanya hivyo. Watu huwa wanakuwa na kusudi kwanza, alafu ndipo wanafanya nini? Wanajenga jengo. Na unaweza ukayaona majengo mbalimbali. Kwa mfano, hospitali ni jengo, kanisa ni jengo, shule ni jengo, si ndio? Hivyo. Lakini utofauti wa hayo majengo unabebwa kwenye kusudi. Shule ni jengo ambayo sio sawa na hospitali ukitazama. Ndio maana kuna mahali utapita hautauliza, utajua ile ni shule. Hakuna hata aliyekwambia, hujaona hata kibao. Lakini ulivyojengwa unasema ile ni nini? Ni shule. Kuna mahali utapita utasema ile ni hospitali. Kuna mahali utapita utasema ile ni nyumba ya kuishi watu. Kwa nini unaweza kusema hivyo? Yote ni majengo, lakini yamejengwa sawasawa na makusudi. Amen. Kwa hiyo kusudi ndio huwa linaamua mjengo uweje. Ndivyo ilivyo sisi kwetu wanadamu. Kama mwanadamu ana akili, hawezi kujenga alafu afikirie cha kufanya baadaye. Kabla hajajenga anakuwa amejua cha kufanya. Vipi Mungu? Unafikiri Mungu alisubiri uzaliwe alafu aanze kukuna kichwa hivi, huyu nitamfanyia nini? Ngoja akue. Ngoja akue angalau afiche miaka 15 hivi. Angalau nitajua cha amefika 15, anasema ngoja nisubiri angalau miaka 20 hivi, au ngoja aolewe nitajua atafanya nini. Mwanadamu anajua kabla hajajenga. Mungu ndio asubiri nikue anijua atanifanyia nini. Kabla huja kuwepo duniani, kabla sija kuwepo duniani, Mungu alikuwa anajua atafanya nini na mimi. Kwa kusudi langu lilikuwepo kabla yangu, kusudi lako lilikuwepo kabla yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utofauti wetu kimsingi ni utofauti wa kikusudi. Ni kama vile utofauti wa majengo ni utofauti wa kikusudi. Utofauti wetu ni utofauti wa kikusudi. Kabla mwanadamu hajakuwepo duniani, Mungu alianza kwanza kutengeneza kusudi la huyu mwanadamu, alafu ndipo akaja akamuumba huyu mwanadamu. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26
na 27. Ni andiko ambalo tunalifahamu, lakini ni andiko muhimu sana ambalo linazungumza kuhusiana na kusudi, kwamba kusudi lilikuwepo kabla ya mtu kuwepo. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mstari wa 26 unaongelea kusudi, mstari wa 27 unaongelea uumbaji. 26 anasema Mungu akasema, kabla mwanadamu hajakuwepo, na tumfanye huyu mtu kwa namna gani? Kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Maana tumfanyeje? Aweje? Na huyu mtu anayeongelewa hapa ni mtu roho, sio mtu mwili. Niliwahi kuzungumza hapa wakati nafundisha mtu kama roho, nilizungumza hicho kitu. Kwa hapa aongelei mtu mwili, anaongelea mtu roho. Anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, mfano wa Mungu. Mungu ni roho. Kwa anaposema kwa mfano wetu, anaongelea mfano wa Mungu katika roho zetu. Ndani ya roho zetu tuna mfano wa Mungu. Alafu anasema na kwa sura yetu. Alafu hiyo neno linalofuata anaongelea kusudi. Kwa kusudi lipi? Wakatawale. Kwa kusudi la kutawala. Kwa hiyo hapa kabla mwanadamu hajamuumba, Mungu hajamuumba mwanadamu, anamwongelea mwanadamu na anasema kusudi lake huyu mwanadamu. Kusudi lake ni lipi? Kutawala samaki baharini, ndege wa angani, wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa. Kwa hapa ukiangalia kazi zote zisingi, tunaishi duniani kutawala. Tukisema kwa ujumla wake, Mungu alituumba duniani kwa kusudi la kutawala duniani. Kwa huu utawala sasa unapishana. Kuna watu ni watawala eneo la elimu, hao ni walimu. Kuna watu ni watawala eneo la biashara, wafanya biashara mbalimbali. Kuna watu ni watawala eneo la masuala ya kiroho, dini, hapo ndio wanaangukia wachungaji, wahubiri wa Injili na watu wa aina hiyo. Kuna watu ni watawala kwenye eneo lingine, kwenye masuala ya siasa na serikali. Kwa hao ni watu wa aina nyingine. Kwa kimsingi kila mtu ni mtawala kwenye eneo fulani. Sasa hilo kusudi liliumbwa, anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu. Kwa kusudi lipi? Wakatawale. Kumbuka anasema mtu alafu anasema wakatawale, sio akatawale. Maana yake hapa ndipo Mungu alikuwa ana design roho zetu sote, na alikuwa anaweka makusudi ndani ya kila roho ya mwanadamu. Alafu mstari unaofuata unaona sasa anamuumba huyo mwanadamu akiwa tayari ameshapanga huyo mwanadamu abebe nini na aje kufanya nini. Anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho sote tuliumbwa sawa. Katika ulimwengu wa roho wote tuliumbwa siku moja, wote. Akuanza Adamu akaja Eva, wote rohoni tuliumbwa siku moja, na wote tukawekewa kusudi. Kwa ndani ya roho zetu, unajua iko hivi, sijui niliwahi kusema, unajua kinachotokea unapoingia tu tumboni mwa mama, Mungu anakufanya usahau ya mbinguni, lakini hujaanzia tumboni. Siku ukifika mbinguni utagundua hauhitaji mwenyeji. Utagundua umefika ulikotoka. Yaani kila kitu hauhitaji uliza mtu. Kuna watu wanasema nitamuuliza Paulo, huu mtaa unaitwaje? Hauhitaji uliza mtu. Roho yako itajua. Ilipoingia kwenye mwili ndio ilikuwa limited. Ikawa ndio maana kuna vitu huwezi kumbuka vilitokea tena hata ukiwa kwenye mwili. Kwa sababu mwili una limitations. Kwa mfano ulipokuwa na miezi miwili, ulikuwa kabisa ni mtu unajua, unatambua. Miezi minne umeshajua watu na nini, miezi 6 hivyo. Lakini huwezi kumbuka kwa sababu gani? Kwa sababu ya limitation. Ndio hivyo hivyo, huwezi kumbuka kabla ya tumboni, lakini ulikuwepo kabla ya tumboni. Ukifika mbinguni utagundua ulikuwepo kabla ya tumboni. Na huko ulikuwepo kwa kusudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko lingine ambalo linathibitisha hiki ninachokiongea ni kwenye Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 anasema hivi, kabla sija kuumba katika tumbo. Mstari wa 4 mstari wa 5, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua,
na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Sasa angalia, Biblia inasema kabla sijakuumba katika tumbo. Maana yake kabla hujatungwa mimba tumboni nilikuwa nakujua. Maana yake ni kwamba ulikuwepo kabla ya tumboni, haujaanzia tumboni. Roho yako ilikuwepo. Ilikuwa wapi? Ndio ule mstari ambao tulisema kwa mfano wa Mungu, Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Na alimuumba kwa lengo lipi? Kwa kusudi lipi? Kutawala. Mwambia Yeremia, kabla sijakuumba tumboni nalikujua. Maana yake ulikuwepo. Kuna uumbaji mwingine ulikuwa umeshafanyika zamani kabla ya tumboni. Sasa sio tu Yeremia, sote kabla hatujaumbwa tumboni tayari Mungu alitujua na tayari tulikuwepo. Tuliumbwa lini? Alipokuwa anaumba roho ya mwanadamu. Anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale. Asemi mmoja, anasema wakatawale. Sote Mungu waumbi upya roho, alimaliza zote, ila kuja duniani anakuja mmoja mmoja. Amen. Kutokana na kusudi linalomleta mtu. Alafu anasema na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Kutakaswa maana yake ni kutengwa kwa kusudi maalum. Kwa hiyo kabla hujatoka tumboni, ukiwa tumboni, nilikuwa nimeshakutenga kwa kazi maalum. Kwa lugha ya somo, nilikuwa nimeshakutenga kwa kusudi maalum. Maana yake tangu ukiwa tumboni, mimi nilikuwa ninajua unakuja kwa kusudi lipi. Alafu anasema nimekuweka. Tafsiri za Kiingereza na za mwanzo asemi nimekuweka, anasema nilikuweka kuwa nabii wa mataifa. Maanake sio sasa hivi, kabla hata hujakuwepo mimi tayari nilikuwa nimeshaweka kusudi ndani yako la kuwa nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu akaumba roho ya mwanadamu na akaziumba roho zote, na ndani ya kila roho akaweka kusudi. Wewe nimekuumba kwa jambo hili, wewe nimekuumba kwa jambo hili, wewe nimekuumba kwa jambo hili. Afu wote akatuhifadhi rohoni. Alafu saa ya kuja duniani hatukuja wote. Saa ya kuja duniani akaanza Adamu. Kwa akafinyanga udongo, ile beba design ya mwanadamu, na kila kitu kumuhusu mwanadamu kilikuwa ndani ya roho. Kila kitu kumuhusu na mwanadamu, aweje, awe na mrefu awe mfupi, kila kitu kilikuwa ndani ya roho ya mwanadamu. Kwa Mungu akafinyanga udongo, alafu akaichukua ile roho akaiingiza ndani ya udongo. Alichukua roho ya Adamu, kati ambazo zote nyingi ameziumba, akapuliza pumzi kwa Adamu. Kwa ile roho ya Adamu ikaingia. Roho ilipoingia kwenye udongo, roho ndio ikageuza udongo na kuwa mwili, kuwa nyama. Kwa hiyo roho ule uumbaji uliomo ndani ya roho pamoja na kusudi vilipoingia kwenye udongo, ndio vikasababisha udongo ugeuke na kuwa mwili, ndio vikasababisha damu itembee ndani ya mwili, ndio vikasababisha figo, ndio vikasababisha moyo, ndio vikasababisha ubongo, ndio vikasababisha macho na kila kitu kuhusiana na mwanadamu wa kwanza. Baadaye tunafahamu akaja akaumbwa Eva kutokea kwenye ubavu wa Adamu. Kwa alipofinyanga tena ule ubavu, akaitoa roho ya Eva ikaja duniani, kwa sababu tayari ilishaumbwa. Ndio maana maandiko yanasema kwa mfano wa Mungu akamuumba mwanamke na mwanamume. Kwa mbinguni tuliumbwa siku moja, duniani alianza Adamu akafata Eva. Amen. Na Adamu akawa amekuja na kusudi. Sasa ili Mungu asiendelee kuumba kila siku kufinyanga udongo, ndio akaweka uwezo ndani ya mwanaume na mwanamke kutengeneza, sio mwanadamu mwingine, kutengeneza udongo mwingine. Udongo ukikamilika, roho nyingine inatumwa iliyobeba kusudi. Ndio maana anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba tumboni nalikujua. Maanake roho yako ilikuwepo mahali. Nilipoona kuna udongo umetengenezwa na baba yako na mama yako, unafaa kubeba roho nyingine, nikaituma roho ya Yeremia ije tumboni, alafu ibebe kusudi la kupeleka injili kwa mataifa. Na ndivyo ilivyo kwangu na ndivyo ilivyo na kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe na mimi tulikuwepo kabla ya kuwepo duniani, tulikuwepo mbinguni.
na tulikuja kwa kusudi. Ninaweza kusema Mungu alikuwa ana jambo fulani anataka kulifanya duniani. Alikuwa na jambo fulani anataka kulifanya duniani, na akaangalia watu wote walioko duniani, akagundua hakuna anaweza kulifanya kwa namna yako wewe. Ndipo akaamua akulete wewe. Vinginevyo hakuna maana ya mtu mwingine kuja duniani ambaye ninachokuja kufanya anakifanya na yeye. Hiyo inaitwa redundancy. Hiyo inaitwa duplicate. Hakuna kampuni yoyote yenye utendaji sahihi ambayo inaajiri watu wawili wanafanya kila kitu sawa. Yaani mimi natengeneza ripoti na huyu anatengeneza ripoti hiyo hiyo. Kwa hiyo ripoti moja hiyo hiyo kila kitu wanaleta watu wawili. Hakuna kitu cha aina hiyo. Kampuni ikigundua ina watu wawili ambao wanafanya kile kwa uaminifu, ukitambua hili, hakutakuwa na mashindano. Leo hii kuna mashindano kwenye maeneo mengi kwa sababu watu wengi wanafikiri sababu ya mwenzia, au anafikiri mwenzia akifanikiwa yeye hatafanikiwa. Kama vile nyota hazishindani na kila moja inang'aa, ndivyo ilivyo tukigundua na kuyaishi makusudi yetu, kila mtu atang'aa kwa nafasi yake. Ukiona watu labda kuna wengine hadi wahubiri wanatupiana majembe, yani kama mhubiri huyu anashindana na huyu, anashindana na huyu, mwalimu huyu anashindana na huyu. Hatujaumbwa kushindana. Yani mimi nilivyo ni wa kipekee na wewe ulivyo ni wa kipekee. Kwa hata kama wote ni walimu, hatuwezi kufanana. Kimsingi kitu kimoja kinaweza kufanywa na watu 10,000, lakini kila mmoja akakifanya kwa namna yake, kwa sababu kila mmoja ni unique mbele za Mungu, ni wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu kufikiri Mungu ametuumba na hizi fingerprint hazifanani. Dunia nzima, almost dunia nzima, hizi hapa hazifanani hizi. Yaani kama simu yangu ninaifunga na fingerprint, nikawapa wote hapa mkajaribu kufungua, hamwezi. Nikatoa hata kwa watu 10,000, kila mmoja akijaribu kufungua, hawezi kufungua. Sasa kwa nini Mungu aumbe hivi havifanani, alafu unafikiri makusudi? Wewe ni kopi ya mwenzio. Wewe sio kopi ya mwenzio. Umeumbwa kipekee na kusudi la kipekee. Unahitaji kujitambua na kujigundua umeumbwa kufanya nini, na kukiishi hicho utagundua wewe ni wa kipekee. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri watu wa Mungu? Niende jambo la pili alafu tuingie kwenye maombi. Jambo la pili, thamani ya maisha yako iko kwenye kujua kwa nini unaishi duniani. Thamani ya maisha yako iko kwenye kujua kwa nini unaishi duniani. Thamani ya maisha ya mtu iko kwenye kujua kwa nini anaishi duniani. Hauwezi kukiheshimu kitu ipasavyo ambacho haujajua thamani yake. Hauwezi kukiheshimu kitu ipasavyo ambacho haujajua thamani yake. Chochote ambacho hujui thamani yake, ujue unakitumia vibaya. Moja ya namna ya kukipa kitu nafasi yake ni kwa kujua thamani yake. Ukishajua thamani ya kitu, ghafla kinaanza kuheshimika. Ni kama mtu ambaye amepewa eleni, alafu anafikiri zile eleni zilinunuliwa Kariakoo shilingi 2,000. Eleni ile rangi ya dhahabu zilinunuliwa 2,000. Unajua anaweza tu akawa anavua anatupa pale, alafu siku anakuja kujua kwamba kumbe ile eleni ni pure gold ambayo thamani yake ni 500,000. Baada ya pale atakuwa anavua kwa nidhamu, anaweka kwa nidhamu. Na ndivyo ilivyo. Watu wengi wanaishi maisha ya ovyo kwa sababu hawajui thamani zao, hawajui kusudi lao. Wengi wanaishi ovyo kwa sababu hawajui Mungu aliwaumba kufanya nini.
Ni kama vile kuna mfano na mimi umewahi kusikia miaka ya zamani huko Mwadui, sijui ni kweli au ni uongo, wale Wasukuma wa Mwadui walikuwa wanacheza bao kwa kutumia almasi. Ule mchezo wa bao wanatumia almasi, wanazichezea bao. Alafu wakaja wageni wazungu, wakaona hivi wanavyochezea ni vya thamani, wakawa wanawaletea gololi za chupa. Alafu wanaambia tupeni hayo mawe ya ajabu ajabu hayo, sisi tunawapa hizi gololi mcheze. Kwa wakawa wanabadilishana. Baadaye wanakuja kushtuka, kumbe kile wanachotoa ndio cha thamani, wanachopokea hakina thamani. Leo hii hauwezi kukuta Msukuma anachezea bao almasi. Kwa nini? Almasi imebadilika? Hapana, amejua thamani ya almasi. Na ndivyo ilivyo watu wengi. Watu wengi wanacheza na maisha kwa sababu hawajui thamani ya maisha yao, hawajui kusudi la maisha yao. Ukijua Mungu amekuumba kufanya nini, Mungu akikufunulia macho lile kusudi lake la kukuleta duniani, kuna ujinga mwingi utauacha mwenyewe bila kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vingi utaviacha mwenyewe bila kulazimishwa. Huwa nawaambia vijana wanayatumia vibaya maisha yao kwa sababu hawajui future zao. Hawajui Mungu ameweka nini ndani yao miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo. Mtu anaweza akaishi vyovyote leo kwa sababu labda anaonekana hana hela, hana chochote, hana hivi. Yaani anaangalia leo alafu anayatafsiri na maisha yake kwa leo. Lakini aangalii kesho, ayatafsiri maisha yake ya leo kwa kesho yake. Ukijua Mungu alikuumba kufanya nini, kuna vitu vingi utageuza unavyovifanya leo. Amen. Ndio maana nasema thamani ya maisha ya mtu iko kwenye kujua kwa nini anaishi. Sasa huwa ninaongea na vijana, nawaambia hivi, wewe ni shilingi ngapi? Yaani wewe ukijithaminisha ni shilingi ngapi? Kwa sababu kuna watu wanaishi ovyo kwa sababu anajiona hana thamani. Na kwa nini anajiona hana thamani? Anajiona hana thamani kwa sababu anaona hana hela benki, hana chochote. Thamani ya mtu haipimwi na hela. Thamani ya mtu haipimwi na hela alizonazo. Thamani ya mtu haipimwi na vitu alivyonavyo. Thamani ya mtu inapimwa na kusudi alilobeba. Hivi unajua hata watu wakuu duniani kuna wakati walikuwa hawana lolote, hawana chochote, na ukiwaangalia unaweza kusema hana lolote, hana chochote. Lakini hilo lolote na chochote hakimo nje, kimo kwenye kusudi ndani. Mungu anamwambia Yeremia anasema mimi ni mtoto, mimi sifai. Mungu anambia usiseme mimi ni mtoto, kwa sababu kabla sija kuumba tumboni na alikujua, na ulipokuwa tumboni nilikutenga kwa kazi maalum na nilishakuweka. Maana yake Mungu anamtazama Yeremia kama nabii wa kimataifa. Yeremia anajiona kama mtoto asiyefaa anayehangaika na chakula cha leo. Kwa hiyo anajiona hana thamani. Mungu alikuwa anamwambia nini Yeremia? Kwamba thamani yako haipimwi na ulivyo leo. Thamani yako inapimwa na kile ulichobeba. Amen. Na ujue, ukitaka kujua kile tulichobeba kina thamani, jaribu kuangalia mwili ambao umebeba kile tulichobeba. Kwa sababu mwili kazi yake moja kubwa ni kuibeba roho, ambayo ile roho inabeba kusudi. Ndio kazi ya mwili. Kwa mwili ni nyumba ya roho, ambayo roho inabeba kusudi. Kwa maana yake ukitaka kujua thamani ya mwenye nyumba, cheki pia nyumba anayokaa. Si ndio? Mtu ambaye ni mkubwa, kwa maana ya mkubwa labda rais au mtu mkubwa, mtu mkuu, mahali anapokaa pia patakuwa pazuri. Si ndio? Kwa ukipita nyumba nzuri ukaona ina thamani nyingi, hautasema ni thamani ya nyumba, utasema huyo anayekaa hapa inaonekana ni mtu mkuu. Si ndio? Sasa ndivyo ilivyo. Ukiangalia thamani ya mwili, unaweza ukagundua thamani ya yule anayekaa ndani ya mwili. Unajua mwili una figo mbili. Figo moja bei yake ni $200,000. Figo mbili $400,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili una damu. Bili ya damu ya wiki moja ni $1,000,000. Kwa sababu mtu akiwa anafanyiwa dialysis, anasafishwa damu, anatakiwa asafishwe mara 3 kwa wiki.
na kila akisafishwa, akibadilishiwa damu ni 3,500. Kwa wiki ni 1,000,000. Kwa bili ya damu yako wewe ni 1,000,000. Kwa wewe kama figo 2 na damu, kwa wiki moja damu ni 1,000,000. Kwa mwaka ni milioni 50. Kwa miaka 10 ulioishi milioni 500. Kwa miaka 20 ulioishi bilioni 1. Kwa wewe figo pamoja na damu ya miaka 20 ulioishi bilioni 1.4. Haya, moyo bei gani? Ubongo shingapi? Macho shingapi? Huyo ndio wewe huyo, kwa sababu hivyo vyote unavyo. Lakini kimsingi huyo ni nyumba ya wewe ambaye ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana siku roho ikiondoka ambayo imebeba kusudi, figo za milioni 400 baada ya masaa 48 zinageuka kuwa udongo. Kwa hiyo unagundua chenye thamani sio figo, chenye thamani ni roho iliyoko ndani ambayo imebeba kusudi. Kwa nini Mungu ameweka thamani kubwa hivyo kwenye mwili unaobeba roho? Kwa sababu anajua thamani ya kusudi alilokupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana ninasema thamani ya maisha ya mtu iko kwenye kujua kwa nini yuko duniani. Ukijua kusudi, kuna vitu hutazuiliwa tena. Hautaambiwa acha hiki, fanya hiki, fanya hiki. Kama kila unachofanya ni kwa sababu umeambiwa usifanye hiki, fanya hiki. Ukijua kusudi, nidhamu ni automatic. Hauhitaji mtu kuambia omba, funga, sijui acha dhambi, sijui acha hiki. Ukijua tu ulichobeba, nidhamu inakuja moja kwa moja. Jaribu kufikiri mwanafunzi yuko shuleni na anajua baada ya miaka 15 mimi nitakuwa ndio rais wa nchi. Yuko form 1 na amejua kwa hakika. Hahitaji kuambiwa nenda kasome, amka ukasome. Hahitaji kuambiwa, kwa sababu anajua nikizembea kusoma rais wa nchi hapatikani. Kwa nidhamu itakuja automatically. Ndio maana maandiko yanasema pasipo maono watu wacha kujizuia. Watu wanakosa nidhamu. Ukiona maisha yako binafsi yanakosa nidhamu, maana yake ni nini? Kuna mahali ya upaoni, kuna kusudi ya ulioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiweza kujua kile tumeumbwa kufanya, kuna nidhamu nyingi zitakuja automatic. Utalazimishwa kuamka kuomba, utalazimishwa kusoma Biblia, kwa sababu utajua nilicho nacho kinahitaji Mungu, na ili nimpate Mungu lazima niwe na nidhamu. Utalazimishwa kufunga. Leo hii tuna watu wengi mpaka wasukumwe mambo ya Mungu, kwa sababu hawajua alichobeba, na hawajua alichobeba ni kikubwa kiasi ambacho bila Mungu hakiwezi kutokea. Leo Mungu atufungue macho na kutusaidia ili tuanze kutembea kwenye kile tulichobeba, na hiyo itaamsha nidhamu isiyo ya kawaida. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya wakati tutaishia hapa, alafu tutakuwa na muda wa kuomba kama dakika 15 hivi.